أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ama ndugu zangu Waislamu na wale ambao hawajabarikiwa bado kuingia katika dini ya haki, dini tukufu ya Kiislamu, kama ilivyo kawaida katika nyakati hizi za asubuhi, kukumbushana na kuzinduana kwamba kuamka kwetu sisi kuendelea kutembea katika mgongo wa ardhi si kwa ujanja wetu wala si kwa umahiri wetu, bali ni kwa sababu yule ambaye ametuumba ametuachia tunaendelea na mchakato wa kupumua. Kwa hiyo tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii ya kuendelea kubaki katika mgongo wa ardhi, kwa sababu ni fursa ambayo wale waliotangulia mbele za haki, waliokwenda katika barzakh, hawana tena fursa hiyo. Tupo kwenye fursa, tulipokosea tunaweza tukarekebisha. Tupo kwenye fursa ambayo tunapoona kuna mapungufu, basi tunaweza tukaweka sawa. Basi tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa namna ya chini kabisa, tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Lakini hakika ya shukurani, kama anavyotueleza Ali bin Abi Talib salawatullahi wassalamu alayhi katika hikami zake, anasema shukrul mu'min yadhharu fi amalihi, shukurani ya muumini anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shukurani ya muumini yule ambaye kwenye moyo wake amejaza utiifu wa Mola wake, inadhihiri kwenye matendo yake. Kwa maana nyingine ni kwamba muumini anaonyesha shukurani kwa muumba kwa matendo. Sasa sisi kwenye jamii zetu leo hii kumeadhiniwa kwa ajili ya sala ya alfajiri, ikiwa na sisi ni katika waumini na sisi ni katika Waislamu wa kweli, basi tuna kila sababu ya kunyanyuka na kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala.
na hii inakuwa ni katika kumshukuru, ukweli wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ama nukta yetu ambayo tupo nayo baada ya kutambua kwamba sisi ni wakosaji katika masiku yote yaliyotangulia, mpaka tukafika jana tukaona kwamba kumbe mwanadamu anayetaka utukufu basi aende kwenye kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu anayetaka kuwa ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi afanye yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka ayafanye, na awache yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka ayawache. Lakini mwanadamu anaweza akafika katika hatua akiwa anamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka ulimi wake ukisema jambo kuwa linakuwa, mkono wake unanyanyua na kusaidia katika namna zote ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafurahi kwazo. Sikio lake, jicho lake, tukafika ya kwamba sisi tunahitajia kutibu sehemu tulizokuwa tumekosea, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza fadhila na faida za mwanadamu aliyekosea kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye hajaingia ndani ya dini tukufu ya Kiislamu, na yeye pia ana fursa ya kujiunga na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mujibu wa sheria aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika vitu ni vikumbushe vilivyo vizuri, mtu ambaye si katika Waislamu anapoingia kwenye Uislamu, mambo yake yote aliyoyafanya kabla ya Uislamu, yote mabaya yote yanafutika yote. Al-Islamu yajubu ma qablahu, Uislamu unayafuta yale ambayo mtu amefanya kabla ya Uislamu. Lakini pia yule aliye ndani ya Uislamu amemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio huu mlango tulionao, mlango wa toba. Akitubia toba ya kweli, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza kwa namna mbalimbali kwenye Qur'ani kama tutakavyoeleza. Mara Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani, anasema inna Allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wenye kutubia. Mwenyezi Mungu anapenda watu wanaotaka kujisafisha nafsi zao. Sehemu nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika Qur'ani, anasema ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, enyi Waislamu, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubuni, rejeeni, nendeni mkaungame makosa yenu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tena katika kutubu kwenu, tubuni toba ya kweli, toba ya dhati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusamehe madhambi yetu.
kama tutakavyokuja kuangalia katika aya ya 17 na aya ya 18 katika Suratun Nisa. Innama taubatu, hakika ya toba, kuna toba inayokubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuna toba ambayo haikubaliwi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni nini maana ya toba? Toba ya kweli. Nini maana ya toba ya kweli? Toba maana yake annadamu ala dhambi likaunihi dhamban. Toba ni kujuta kunako kosa, kunako dhambi, kwa sababu umetambua kwamba hii ni dhambi. Toba maana yake ni kujuta kunako kosa, ni kujuta kunako dhambi, kwa sababu umetambua kwamba hili ni dhambi. Ushafikishiwa, ushalijua hili nililolifanya mimi ni dhambi. Hii ni maana ya toba. Lakini toba ya kweli hasa ni ipi? Wanatueleza wataalamu wa sheria kwamba toba ya kweli ni annadamu ala dhanbin likaunihi dhamban, ni kujuta kuhusiana na dhambi au kosa, kwa sababu hili ni kosa. Annadamu ala almaasiya, ni kujuta kwa nini ule muasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Likauniha maasiya, kwa sababu umetambua kwamba haya ni maasiya, ni kosa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa sharti, ili iwe toba ya kweli, kwa sharti ni kuazimia kuto kurejea katika dhambi lile. Hapa kunahitajika umakini. Annadamu ala dhanbin likaunihi dhanban wal azmu biadami rujui ilayhi, ni kujuta kunako kosa kwa sababu ni kosa, ni kujuta kunako maasiya kwa sababu ni maasiya, kwa sharti ya kwamba utaazimia kwenye nafsi yako kwamba wewe hautarejea tena na kulifanya kosa lile. Hii ndiyo taubatan nasuha, ndiyo toba ya kweli. Kwa hiyo tunapoingia kwenye msingi tukiwa tunaijadili toba, maana yake ifahamike kwamba kuna toba ya kweli na kuna toba ya mchezo mchezo. Mfano, mtu anasema mimi natubia, ametambua kwamba hili ni dhambi, lile alilolifanya ni dhambi, akasema natubia, lakini kwenye nafsi yake ameazimia kwamba ikiisha tu siku ya leo, kesho nalifanya tena. Hii siyo toba ya kweli. Hii ni toba ya kumchezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ni zaidi ya hapo. Kuna watu ukifika mwezi mtukufu wa Ramadhani walikuwa wakiishi katika maisha ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi wa Ramadhani kwenye jamii zetu mpaka umekuwa unaitwa kwa jina moja la mwezi wa toba.
Anafika wakati mwanadamu Muislamu muumini anasema huu ni mwezi wa toba, mimi nataka nitubie. Naam, jambo zuri hilo, Mwenyezi Mungu akuwezeshe zaidi. Lakini kwenye nafsi yake anasema sasa hivi naacha haya madhambi mwezi huu wa Ramadhani tu, ila ukishaisha mwezi wa Ramadhani nitayafanya haya madhambi zaidi ya hivi. Hapa haukuwa ukiwa umetubia, bali ulikuwa umeamua kumcheza shere Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni toba ambayo katika maneno mengine inaitwa ni at-tauba al-istihzaiya, toba ya mchezo. Kwa hiyo tunaporudi na kuzungumzia masala za kutubia, tuna toba ya kweli na toba isiyo ya kweli. Tuna taubatan nasuha na tuna taubatan istihzaiya. Tuna toba ya kweli na tuna toba ya mchezo. Sisi tunazungumzia turejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taubatan nasuha, toba ya kweli, toba ambayo ukiifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayasamehe madhambi yako. Anayafuta makosa yako. Toba ambayo ukiifanya Mwenyezi Mungu anakuweka ni katika vipenzi vyake yeye. Toba ambayo ukiitubia Mwenyezi Mungu anakubali kwamba wewe sasa umeamua kurejea. Hii ndiyo toba ambayo tunaizungumzia sisi, ili Waislamu, waumini na wale ambao sio Waislamu wakisema wanarejea katika dini tukufu ya Kiislamu, wanarejea mrejeo wa kweli. Walio ndani ya Uislamu wakisema kwamba sasa madhambi fulani mimi nimeyawacha, ayawache kweli kuyawacha. Mfano, mtu unaweza ukamkuta barabarani, maskani, kijiweni, amekaa akapita msichana, wakati anamwangalia yule msichana wenzie wakamzindua, akamwambia bwana, hiyo nadhara yako unayomwangalia ni haramu. Unamsikia kijana anasema, huku akiendelea kuangalia anasema astaghfirullah, huku anaendelea na lile tukio, lakini bado anasema astaghfirullah, istihzai. Hii ni kufanya istighfari kwa mchezo, kuwafurahisha walimwengu. Lakini utafika wakati ambao yauma tubila sarair, siku ambayo siri zitafichuliwa. Utafika wakati ambao haitofalika sisi, hakitotufaa sisi kitu chochote isipokuwa nyoyo zilizokuwa safi. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, illa man ata Allah biqalbin salim, atakayesalimika ni yule atakayekwenda mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala na moyo safi. Tusisahau ya kwamba ndugu zangu, kila tunachokitenda kinaandikwa na kimenakiliwa na viungo vyetu vitatoa ushahidi, isipokuwa yule ambaye atatubia kwenye madhambi yake toba ya kweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataviamrisha viungo vyake, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu alishamsamehe. Ataviambia viungo na baadhi ya ardhi alipofanya makosa yale, msitoe ushahidi. Fa amma man thaqulat mawazinu
mtu ambaye mema yake yatakuwa ni mengi, fahuwa fi ishati radhiya, ataishi kwenye maisha ya kuridhia na kuridhiwa. Lakini ama yule ambaye madhambi yake yatakuwa ni mengi zaidi kuliko mema yake, fa ummuhu hawiya, mlezi wake itakuwa ni moto. Wama adraka ma hiya, ni kitu gani kitakachokujulisha huo moto? Moto mkali, moto ambao katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ni narun muqada tattaliu ala al-afida, moto uliowashwa ambao unapanda kwenye nyoyo. Wewe leo ukipatwa na kichomi tu wahangaika, ulali, una raha. Leo hii ifike wakati eti mtu akaingizwa kwenye moto wa Mwenyezi Mungu ambao utafika wakati sio umekufa wewe wala haujui kwamba uko hai, ni mateso. Lakini bado fursa ipo, tuna wakati, tuko hai, tunadiriki na kuweza kutubia mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu anakubali tauba zetu. Anasema innama taubatu ala Allah, hakika ya toba ambayo inakubalika mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, lilladhina ya'maluna su bijahala, ni wale ambao wanafanya makosa kwa kuzidiwa na matamanio, thumma yatubuna min qaribe, kisha wanakimbia haraka kwenda kuleta toba za kweli. Ndugu zangu Waislamu, enyi ndugu zangu waumini, enyi ndugu zangu ambao mko nje ya Uislamu, fursa ipo, nafasi tunayo ya kurejea haraka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hatujaondoka katika ulimwengu. Dunia isituhadae, dunia isituhadae. Walikuwepo waliokuwepo, waliishi wakasifika, ila leo hii wapo katika tumbo la ardhi, wapo katika makaburi. Na sisi safari ndio hiyo hiyo, tuandae mazingira ya tunapoelekea. Man arifa bu'da safari istaada, anayejua umbali wa safari anajiandaa. Wewe nani ukae kwamba maisha yako yote umetengeneza misingi ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo tuna nafasi na tuna uwezo, na bado fursa ni ya kwetu ya kutubu, na tumeona toba ya kweli ni ipi na toba ya mzaha ni ipi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arna alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arna albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa minal mutatahhirin بحق أسمائك الحسنى وبحق ملائكتك المقربين والأنبياء والمرسلين، وخاصة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.